Mwamba, mambo vipi? Kama gawa inakuwaje? Fresh eh? Babu kubwa. Bana, mimi naitwa Mr. Kitu Fresh. Yep. Kutoka Kariakoo Online Media. Nimekuja hapa kukutembelea. Kwanza jitambulisho, unaitwa bwana nani? Naitwa Mr. Johnny aka El Chapo. El Chapo. Yep. Ina maana gani El Chapo kabla tuendelee? Aka kwa El Chapo ni jamaa mmoja Mexico, mpambanaji sana. Kwamba na wewe unapambana napambana sana, nilipenda sana upambanaji wake na mafanikio yake. Ukachukua jina lake ukajipachika mimi. Babu kubwa. Yeah, El Chapo. Sasa El Chapo, nilivyokuona utembeaji wako, kuna muondoko fulani unao. Pamba ulizozipiga zinaashiria kitu fulani hivi. Unaona? Kuna mwamba huyu anaitwa nani? Huyu Versace. Ni mtu wa wapi huyu? Italiano. Kazi yake ilikuwa nini? Hapana, yeye hii ni logo tu. Ni logo ya inatumika kwenye mavazi. Hii Versace inatoka mitindo mingi. Sawa. Sasa mbona unafanana kama watu wale wanaoshika mic na kupanda juu ya majukwaa jinsi ulivyopigilia? Kuna uhusiano gani na wao wewe? Marafiki zangu, nimeishi nao, nimekuwa nao. Sawa. Wakati wote. Unapenda ile kitu? Niko nao wakati wote, napenda, nasikiliza, na kuna miaka hiyo pia nilifanyaga. Uliwahi kufanya hicho kitu? Ndio. Bana, nilivyoangalia hata kwenye hii ofisi nimeona kuna printing. Mara nyingi hata nikiingia kwenye video za watu au ukiingia kwenye TV unakuta mtu wa hip hop amechora michoro. Inahusiana vipi michoro na hip hop? Hebu tugusie hapo kwanza kabla tuendelee. Michoro kufikisha ujumbe kwa njia ya picha. Mziki kufikisha ujumbe kwa njia ya mashairi. Sawa. Hiyo ni hip hop. Hip hop. Hip hop ni unachokiishi. Unaweza ukawa DJ, unaweza ukawa mtu wa graphics, unaweza ukawa mtu wa mashairi, unaweza ukawa break dancer, unaweza ukawa producer. 5. Yep. Unaweza mimi nikatunga mistari yenye vina nikawauzia wana hip hop na mimi naonekana ni mwana hip hop. Hip hop hiyo mistari yako inabidi ionye, ielimishe, ijenge, iburudishe, uende na ikemee. Kwa hiyo katika uandishi wako basi ukabe umo, uonye, ujenge, uelimishe, burudishe hivyo. Sasa kuna wengine sasa hivi hawaburudishi zaidi ya kutukana tu. Yaani yeye anatukana tu lakini anahiti na jamii na mkubali. Kama mtu fulani na fulani yeye asitaki kumtaja. Yeye ajengi, yeye kazi yake ni kubomoa. Sasa ingebidi labda tujue ni nani, labda tuzungumzie. Tutaendelea huko. Tutaendelea baadaye. Kwa hiyo tunataka kujua kwamba unaweza ukawa mwana hip hop lakini kwa nafasi yako. Kwa kutegemea. Unaweza ukawa producer lakini unaishi hip hop. Unaweza ukawa DJ lakini unaishi hip hop. Rap ni kile unachokifanya. Na ukawa una muondoko wako kama wewe. Ukiamua hivyo. Yes. Kuna style fulani zipo za hip hop, kuna style za kuvaa za hip hop. Yep. Sasa unawapelekea ujumbe gani vijana wanaochipukia? Zamani tulikuwa tunapata majimbo makali kama mtu Solo Thing. Anakwambia mambo ya pwani yananichanganya, vitu fulani wanavyofanya. Ukichunguza ile nyimbo kwamba usiku vibarazani, mtoto sijui kavaa na nini suruali kalishushimi, lakini sasa hivi maneno yamekuwa wazi. Mtu anakwambiaje jamaa lile choko. Lakini yule alikuwa anaonya na watu wanaacha kufanya ile kitu. Unasemaje mpaka sasa hivi kwa vitu kama hivyo? Watunzi kama wale. Mimi nafikiri labda soko limebadilika kutokana pia muda unaenda mbele, pia kizazi nacho kinabadilika. Yep. Wewe ni mtu gani ambao sasa hivi kwenye industry labda tuseme kastaafu au kama mkongwe ametoka na wewe unamuishi mpaka hii leo kwamba leo nimechoka niko ofisini nimsikilize? Ambaye yupo kwenye game au yani anaweza ameachana na game. Anaweza asiachane lakini nyimbo zikiwa zinapigwa basi bado yumo kwenye game lakini hajafariki. Yupo duniani hapa Tanzania. Ni yupi, kichwa gani unakikubali? Mimi naona kama siasa ndio imetoa watu wengi sana kwenye game yetu ya hip hop. Kwenye Bongo Flava sijaona. Ndio. Ila naona Nicky wa Pili yupo kule vizuri sana na uandishi wake mzuri sana. Lakini katoka huko anaonya, anaelimisha, anajenga, anaburudisha. Sawa, lakini yule mwana FA ni wasomi kama FA ni waziri wangu vile ni msomi. Lakini alichokisomea ilikuwa labda sio hip hop lakini hip hop kilikuwa ni kipaji. Kwa hiyo inastahili aende kule
Tukiangalia kama mtu yule wa Jamaica yule Simple alisomea masuala ya benki, lakini bado anakaza na Mike. Huoni kwamba na yenyewe ni moja ya kazi, na hii ni kazi anaweza akafanya kwa wakati mmoja? Vinafanyika pia. Hata Mwana FA ana nyimbo ana nyimbo nafikiri kuna Mr Blue elimu na muziki, kama sijakosea elimu na muziki. Okay. Na kuna wakati alitoka alienda kusoma nafikiri akarudi. Kwa hiyo baada ya Nicky Mbishi mwingine ni upi unamkubali kwa ambaye hajaingia kwenye masuala ya kazi nyingine kama kisiasa, lakini labda ni mkongwe, lakini waseme hiki kilikuwa ni kichwa kikisimama na kielewa? Kikisimama kwenye nini yani? Kwenye hip hop au mashairi yake? Kwenye nyimbo tu. Nyimbo. Kwa wakati huo. Kwa wakati huo. Huo wa nyuma hapo, ndio uliopita hapo. Ambaye sasa hivi hayupo. Haimbi lakini yupo Mtanzania. Okay. Kwa haraka au nikupe muda wa kufikiri? Yani kwa haraka labda niseme nipe muda. Nakupa muda. Okay. Kwa sasa hivi kuna watoto wamechipukia. Ndio. Ingekuwa yani tumekupa labda cheo. Nimekumbuka huyu jamaa ambaye mimi nimemmisi. Na I wish yupo. Alikuwa na nyimbo yake moja inaitwa Style 3 ndani ya verse moja. Style 3 ndani ya verse moja. Jina lake tutali Style 3 Stop the Rhymes. Style 3 ndani ya nyimbo moja. Kila verse ilikuwa na style yake. Stop the Rhymes. Okay. Nilikuwa namkubali kwa nafasi kubwa sana, lakini nimeona amepotea. Kama akina Imamu Abasi wale Imamu, Snare, Jose Mtambo, watu kama hao. Okay. Sasa hivi kuna vijana wamekuja wanaimba. Tungekupa majukumu bana, hizi kadi nyekundu, hizi njano, ni yupi ungempa njano aachane na yani ajitengeneze mwenyewe kabla hajapewa nyekundu kwenye hip hop kwa sasa hivi? Mchane live wa kusikia. Yani ambaye ana uwezo mdogo kupindukia, ama ambaye stage yani anaongea sio hip hop, yani kipindi kile akina Duli wanaimba wanasema anaimba hip hop mwana sesere. Wakarekebisha wakaona wapige mashairi ya kuimba na wakatoboa kweli. Sasa hivi kuna watu wanafanya hip hop, lakini hip hop ambayo si hip hop mchiriku, si hip hop mdindiko kama Benjamin wa Mambo Jambo. Ni hip hop gani anaimba kwamba yeye anakuchefua, tumpe kadi ya njano akasome? Mimi naamini kwa upande wangu mimi binafsi naamini zaidi chafu, naamini haipo kwenye njia zetu. Anatoka kwenye misingi yetu, kwa sababu unamwambia bana akaze wapi? Sasa ndo tunaishi hivyo. Apite katika hizo njia, aonye, aelimishe, ajenge, aburudishe. Kwa mfano kuna mwaka hapa ilikuwa katika tano bora, nyimbo ambazo zimekamata nafasi ya kwanza mpaka ya tano. Palikuwa na wowowo ya zaidi. Umeona, alafu palikuwa na nani huyu Wasingeli, mwanaume mashine. Ndio. Unaona? Ndio. Hiyo moja, hii mbili. Unakuta nyimbo ilikuwa inafuata ya Gigimane na Mpapapa. Ndio. Hazina maadili kabisa, zionyi, hazielimishi, hazijengi. Si ndio? Sawa. Sasa chanzo wao waandishi, pia soko linahitaji nini bana wao. Kwa hiyo wewe utaki vitoweo kama vya baharini, huyo Papa mtaki? Hapana. Papa kama chakula sawa, ila mziki jinsi alivyouimba yeye sio Papa yule wa baharini. Haifai kabisa kusikilizwa kwenye jamii, hususa ukiwa na watu wazima. Saa nyingine unaweza ukawa unasikiliza ukiwa mtaani, unaweza ukahama au ukabadilisha station. Kuna wakati upo kwenye daladala. Sawa, uwezi. Umekaa, amekuja mtu unayemheshimu, mnafahamiana hivyo. Zinapigwa nyimbo kama hiyo mwanaume mashine, inapigwa hiyo wowowo. Swali la kizushi, tumeshukuru kwa hapo. Sasa hivi huku daa wanasemaje nyinyi wanaume wa daa mnakula sana vichipsi, nguvu hamna. Lakini mimi ninavyokujua kwa kazi zako, chips unakula na nguvu unazo. Unawaambia nini watu